Katika moyo wa Afrika Magharibi, mahali palipojaa vumbi la mapambano na harufu ya mabadiliko na matumaini, jina moja tu bado linazidi kutikisa ardhi ya Afrika kwa mara nyingine tena baada ya miaka 14 baada ya kifo cha kiongozi jasiri wa Libya, Muammar Gaddafi, na si mwingine ni Ibrahim Traore, kiongozi mkakamavu kutoka Burkina Faso ambaye dunia nzima sasa inamtazama kwa mshangao, kwa hofu na kwa matumaini ya hali ya juu. Alizaliwa mwaka 1988 katika kijiji kidogo cha Kera nchini Burkina Faso, na maisha yake yote ya ujana ameyaishi kwa kawaida kama vijana wengine, lakini alibarikiwa upeo wa kuona mbali na mwenye msimamo wa chuma. Ameishi kwa kanuni ya msemo mmoja aliopenda kusisitiza sana: ukiona ukosefu wa haki usinyamaze, simama hata kama uko peke yako. Kauli hii ilibeba mwamko mpya wa maisha yake yote. Ibrahim Traore aliwahi kusomea jiolojia katika chuo kikuu cha Ouagadougou, lakini hakuishia kusoma tu. Alisimama na wenzake akiongoza maandamano ya wanafunzi, akipinga mifumo kandamizi, akiwa hana tamaa ya madaraka, bali kilichokuwa kinamsukuma ni kiu ya haki. Mwaka wa 2009, Ibrahim Traore alijiunga jeshini na kuvaa sare, si kwa ajili ya mapigano tu, bali kwa ajili ya kulinda utu wa raia wa Burkina Faso. Aliwahi kushiriki kwenye mapigano ya Mali kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa na kujulikana kwa ujasiri wake, hali iliyomfanya kupandishwa vyeo kwa uharaka. Mnamo Septemba mwaka 2022, kwa usaidizi wa wanajeshi waliokuwa wamevunjwa moyo na uongozi wa Burkina Faso uliojaa usaliti, Ibrahim Traore aliongoza mapinduzi ya kumuondoa Paul Henri Damiba, kiongozi aliyeshindwa kuleta mabadiliko aliyokuwa ameahidi. Na hatimaye Traore akachukua cheo hicho akiwa na umri wa miaka 34, kijana mdogo zaidi duniani kushika uraisi, lakini mwenye sauti nzito na mwenye misimamo thabiti kuliko marais wengi wa bara hili la Afrika. Akiwa kama rais, tayari ameonyesha mabadiliko nchini Burkina Faso kwa kufungua kiwanda cha magari ya umeme, kukata minyororo ya kifedha kutoka kwa Wafaransa, ameanzisha usindikaji wa dhahabu ndani ya nchi, nyongeza ya mishahara ya walimu na wauguzi, uanzilishi wa kikosi cha kujihami na kuwapa vijana wake silaha ya maarifa badala ya uoga. Lakini kama ilivyo desturi duniani, haswa kwenye mataifa ya Magharibi, hayajawahi kupendezwa kumwona mwana wa Afrika akiwa huru. Tayari harakati za siri za kumuondoa Traore madarakani zimeanzishwa kupitia mashinikizo ya kidiplomasia, ripoti za uongo na hatimaye jaribio la sumu. Na hivi majuzi kiongozi huyu kijana alinusurika kunyweshwa sumu, jaribio la kuondoa uhai wake kimya kimya, lakini kwa rehema za Mungu na umakini wa walinzi wake wa karibu alinusurika. Kwa sasa Ibrahim Traore si jina tu, bali ni ishara ya kizazi kipya kinachosimama kutoka Afrika inayofufuka kutoka kwa vifungo vya kiuchumi na kisiasa. Ibrahim Traore anapigwa vita na wengi kwa sababu ya kusimamia ukweli na haki. Anapigwa vita kwa sababu yeye ni kielelezo cha kuwaamsha waliolala. Anapigwa vita kwa sababu hawezi kununuliwa wala kutishiwa na mtu yoyote. Azimio lake ni moja tu: kuendelea kuipigania Burkina Faso iwe yenye heshima, utu na uhuru. Kuna wakati viongozi wengi hukimbilia madaraka kwa ajili ya utajiri, lakini kwa Ibrahim Traore ni tofauti kidogo. Yeye ni kiongozi mwenye silaha moja, ambayo ni upendo kwa watu wake. Na kwa hilo historia itaendelea kumkumbuka, si kama dikteta, bali kama kijana aliyeamua kusimama wakati wengine wamekaa, aliyeamua kusema ukweli wakati wengine wamenyamaza, na aliamua kupigana kwa ajili ya Afrika yenye sura yake, sauti yake na hatima yake. Huyo ndiye Ibrahim Traore, simba wa Burkina Faso na tumaini la bara la Afrika. Mimi ni Kasim Hamisi na hii ni Dabaso Sultan Media.